Tondugo kote ode kwena wati Nedunga taiga Yetidaga dojera ya muoyo Yokitena rĩtwa ithe arĩa maiguire angĩ makĩrega kũmwĩtĩkia biũ aingĩ mũrenda kwenda mũtũkĩeũ ona mwahunjia kũgemagemia ndeto mũkenia andũ inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio Sikosia nyune ikamutera shira na mioyo ya mwana ekidia. Karibuni tena katika EPC Inspiration Team, timu ambayo Bwana ametusaidia katika kusema mambo ambayo yamekuwepo na yatakayokuja baadaye. Nataka kusema kuhusu maono ya tarehe 5 mwezi wa 6 katika mwaka wa 2017. Nayo niliyaona kama hivi. Nikaona niko shambani na shamba ile imemea mimea mihindi na imekuwa mikubwa karibu sana yaanze kukauka ndipo ipate kuvunwa. Na mkwekwe zilikuwa zimekuja juu sana, juu karibu kupita yale mahindi. Basi katika yale makwekwe ndani kulikuwa na maumbwa. Na yale maumbwa nilipokuwa natembea ndani, basi yakaja kutaka kuniangamiza. Na mengine yakanishika miguu, yakataka kuniangamiza nikiwa ndani ya hilo shamba. Basi ghafla bila kutarajia, nikaona malaika wa Bwana ameshuka. Naye alikuwa na mnyororo, akayachapa yale maumbwa kabisa, alafu akayashika. Baada ya kuyashika akaenda mpaka mwisho wa shamba pale nje akayafungilia kwenye vikingi. Nami nikaamuka kwa sababu yalikuwa ameniwachilia yule malaika wa Bwana aliyetoka juu akiwa na kanzu yake na mavazi yake ya mbinguni. Akayashika yale maumbwa na kuyaweka na kuyafungilia katika vikingi. Baadaye nikaona sasa niko kanisani, na mahali nilikuwa nikaona kwamba nimeingia ndani na kulikuwa na vyombo na kulikuwa na masahani na vikombe na kila aina ya kila kitu na hata vitu vilikuwepo. Basi na tulikuwa sisi katika kanisa na watoto wetu pamoja. Basi tulipokuwa pale nikatoka nje kutazama vile watoto wanavyofundishwa. Jambo la ajabu, nilipofika pale nje, nilipokaa nilikuwa nimeona maumbwa kule kando ya ile jengo yametulia. Yaani yana roho kama ya wanadamu lakini ni maumbwa. Sasa nikashangaa kwa sababu nikienda kuongea yanasikia lakini hayajibu, lakini bado ni maumbwa tu. Nikaambia wale watu ambao walikuwa nafundisha watoto, mchunge sana watoto wetu wasije wakararuliwa na haya maumbwa, kwa sababu yanajifanya yamepoa, kumbe hatujui yanafikiria nini. Basi nilipokuwa natazama, sijui nini lilitokea, alafu upepo ukakuja na yale maumbwa yakatoweka kwenye hewa na sikuyaona tena, na hilo jambo likaweza kuishia pale. Nataka nisome katika andiko hili siku ya leo kwa sababu ni maandiko ya Elohim na Baba ametusaidia kufahamu. Katika Isaya 56 nitasoma pale. Isaya 56 nitasoma vile inavyosema katika maandiko na mstari wake wa 10. Walinzi wake ni vipofu, wote ni pia hawana maarifa. Wote ni umbwa walio bubu, hawezi kulia, huota ndoto, hulala, upenda usingizi. Naam, umbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake mwenyewe. Kila mmoja kwa faida yake. Toka pande zote husema, njooni nitaleta divai na tunywe sana kileo, na kesho tutakuwa kama leo, siku kuu kupita kiasi. Hayo tunasikia kwamba ni wachungaji wasioweza kulifahamu neno. Alafu pia tukisoma katika maandiko haya katika Mathayo 15 na mstari wa 24, nitasoma pale 15 na mstari wake wa 24. Kama vile maandiko yanavyosema 24, ikasema
Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotewa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, unisaidie. Akajibu akasema, Yashua, sasa si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Basi akafananishwa yule Masihi, akafananishwa na hao akafananisha yule mwanamke na watu wasioweza kulifahamu neno. Na pia katika Zaburi 22 nitasoma pale 22, Zaburi verse 16 and 18 nitasoma. Wale waliomsulubisha Masihi walifananishwa na nini? 22 verse 16 and 18. Kwa maana umbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Wamenizua mikono na miguu, naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wao wananitazama na kunikondolea macho. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Umbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu. Kwa hivyo tunaona kwamba wale waliomsulubisha Masihi, wale ambao waligawanya nguo zake, hapa inasema wanafananishwa na dogs ama maumbwa. Alafu na hii ingine tunasoma katika kitabu cha Mathayo, nitasoma pale Mathayo ni 7 na mstari wa 15. Nitasoma tujue inasema nini kuhusu jambo hili. 7 na mstari wake wa 15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni umbwa mwitu wakali. Na pia Paulo naye alisema katika Matendo ya Mitume 20 na mstari wa 29, nitasoma 20 verse 29. Na nitasoma inasema nini? Najua mimi baada ya kuondoka kwangu, umbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Kwa hivyo baada ya Paulo kuondoka, alionya kanisa, umbwa mwitu wataingia katikati ya kundi, wasilihurumie kundi na kutaka kuliangamiza. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavutie hao wanafunzi wawaandamie. Kwa sababu hiyo wakafananishwa na umbwa mwitu wakali. Na Wafilipi 3 mstari wa 2 nitasoma pale. Wafilipi ni 3 na mstari wa 2 inasema nini? Jihadharini na umbwa, jihadharini na watendao maovu, jihadharini na wajikatao. Katika tafsiri beware of dogs, na Kikuyu inasema vizuri, mwemanyagirire ya dola mahana magwi. Hivyo ndivyo nasema. Kwa hivyo tunaona kwamba mjichunge na watu kama hao, maana watu wanafananishwa hivyo, itakuwa ni hasara kubwa katika kundi ambalo Elohim ameweza kuliandaa. Na 22 verse 15 kitabu cha Ufunuo inasema hivi, huko nje wako umbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye kuufanya. Kule nje wako umbwa na wazinzi na wachawi na wale wafanyao mambo ya kuabudu sanamu. Kwa hivyo mimi huwa nashangaa nikijua kwamba kuna mchungaji mmoja alisema, akataja watu wakiwaita maumbwa. Hiyo sio wa kwanza kuita. Watu hawa waliitwa mpaka na Masihi. Watu hawa waliitwa mpaka na Paulo. Watu hawa waliitwa mpaka na Yohana alivyofunuliwa, kwa sababu ni watu wanaoliharibu kundi la Elohim. Wanafananishwa hivyo kwa sababu ya matendo yao. Kwa hivyo nyakati za mwisho Bwana atatukinga na hayo na ataondolea mbali kama vile nilivyoonyeshwa. Wote watatolewa na nyumba ya Baba itakuwa na usalama, kwa sababu wamekaa kule wamejishikilia kiasi kwamba hawataki kutoka. Lakini Elohim katika roho zao, kumbuka aliambia Samueli, na uchunguza moyo, si uchunguzi physically ya mtu, najua kile kilichomo ndani yao. Kwa hivyo hao ndio wanaitwa wachungaji wasiolifahamu neno. Na ujue kusema neno la kwanza ni kumaanisha hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa kwa Elohim na neno alikuwa Elohim, akaja kwetu tukaona utukufu wa mwana pekee. Kwa hivyo tunaona hao watu hawamfahamu Yashua ni nani ama Masihi ni nani. Mwisho wao wanatenda kulingana vile wanavyotaka. Kwa hivyo ni siku za mwisho na bado tunaendelea kuyafunua kama vile tumejaliwa, na Baba amekuwa pamoja nasi kuyafunua jinsi ambavyo tumesaidiwa. Ikiwa wewe uko ndani kama watu kama hao, toroka mapema, maana utanaswa na naweza kukuangamiza hata kukata miguu yako.
naguo rutani wa Yeshua Mesia ukiurega mũrutanaga morutani maku Gũkwaranĩria kĩũngano gĩake nĩgũikio nĩ Ngai arĩa mũkĩothitha gĩcunjĩ na andũ makarutanĩrĩire merutanĩirie atari therũ magĩcaria muoyo inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũrĩaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia